Good morning. Praise the name of the Lord. Karibu sana asubuhi ya leo. It is day 5 of prayer and fasting. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake, baraka yake na mkono wake katika maisha yetu. We bless his name that we can make it today, being day 5 of 5 days. We are here to commence our last day by the grace of God and pray. Na kwa hivyo wapendwa, nawaalika asubuhi ya leo ili tuwe na siku yetu. This is the hour for committing our subject of the day to the Lord. And so karibu sana. Let me see who is there. Kindly help me to share, confirm for me my sound and my video, and the Lord will bless you. We are on Facebook, we are also on YouTube. By the grace of God, we are doing whatever is possible to encourage ourselves that we need and we have to pray. We may not do much, but we can pray. And ndiyo maana leo tunaomba siku yetu ya tano. We began the journey on Monday. We did Monday, we have done Tuesday, we've done Wednesday, yesterday, Thursday, and now today when we are breaking our fast in the midnight. Na kwa hivyo wapendwa, nawakaribisha nyote ili tukaweze kujumuika pamoja tuombe katika siku hii ya mwisho. Our covenant was of 5 days on the mountain of God, committing the month of June to the Lord and also trusting God for every blessing ambayo ilikuwa yetu in the first half of the year by the grace of God. And so thank you so much, Katha, for confirming that my sound is very clear. Edward Jero, I can see you are watching, and also Peggy KVN. Karibuni nyote katika jina la Yesu. Even confirm for me on YouTube whether I'm loud and clear, and we can pray together by the grace of God. Na Mungu wetu ni mwaminifu wa kuaminika, na tunamshukuru kwa sababu ya kutupenda. Karibuni sana ili tukaweze kuendelea pamoja by the grace of God. Karibuni sana na ili tukaweze kushiriki katika wazo la leo. Tunapoenda kwa mlima wa Bwana, tunamwambia Bwana Mungu tuwezeshe kuomba, neema yako itutoshe katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo wapendwa, I welcome all of us and I ask that we can pray together and we can move forward together even on the mountain today. Today is the last day of prayer. That is the first. And so we will be having a kesha in the night. It is a half kesha. So we will do a kesha from 8 p.m. through midnight of today. And so I request if you can spare some time here on Facebook, here on YouTube, and also we shall be physically in the church today. Tutakuwa kanisani leo tukiomba mpaka usiku, katikati ya usiku, wakati tutafungua pamoja by the grace of God. Na kwa hivyo ninawaalika kwa mkesha ambao utarun from 8 p.m. all the way to midnight as we wrap up, as we come together to pour our heart and even worship the Lord together and thank our God for the privilege, for the honor of us to be on the mountain today by the grace of God. Na kwa hivyo wapendwa, ninawaalika na ninawaomba ya kwamba tuwe nanyi kwa mlima huu ili tumwambie Bwana, Lord, come through for us in the name of Jesus Christ. Na ninajua Mungu atatubariki, atatuneemesha na atatujalia. Thank you so much for joining in. Karibu sana Suzlin Alisha, karibu, and may the Lord God hear our prayer this morning. Let's pray together and hit the ground running for the glory of God. Father, in the name of Jesus, tunainua maombi mbele zako asubuhi ya leo. Wewe ndiye Mungu wetu, Baba wetu na msaada wetu. Asante kwa kutuhifadhi siku 5 sasa. Asante kwa kusikiza, na tunajua umepokea maombi yetu Bwana. Mungu wetu ishie milele, tuwakushukuru. Na asubuhi ya leo Bwana, tuwajikabidhi kwako. Naomba pamoja na mpendwa mahali alipo, awe mama, awe mbaba, ama awe kijana, awe wa taifa gani, ng'ambo gani yoyote ambayo Mungu tumekusanyika hapa na tunaomba. Mungu wetu, naomba asubuhi njema, si ukatupokee, si ukatujibu Bwana, si ukatutendee Mwokozi, kwa maana wewe ndiye msaada wetu, wewe ndiye kimbilio na tegemeo. Hatuna kulia wala kushoto, sisi tuko na Mungu aishie milele, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asubuhi ya leo nainua maombi, kila mmoja akiwa
akiwa kwa ofisi yake, Mungu pokea maombi yake. Kila mmoja akiwa kwa biashara yake, pokea maombi yake. Yule ako kwa nyumba, pokea maombi yake Bwana. Hata yule ambaye Bwana yuko jiani anaendesha gari yake ama anatembea, I pray for all of us, my God. Hear our petition, receive our thanksgiving and our prayer today. Our Father and our God, we have been on this mountain for 5 days now. My God, I pray, may you do even more beyond our imagination and prayer as you have promised, Almighty God. This morning, my Father, it is the last day. Neema itutoshe, baraka yako iwe pamoja nasi na utuinue karibu na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, pinga wapinzani wetu, inukia Bwana ngome zote na madhabahu ya giza yanayopinga na kutupunguza katika hali zetu za baraka na maisha ya Mungu. Mungu wetu, tunaomba asubuhi ya leo, nazo baraka zetu zifungulie milango, ziachilie Baba, na utuinue kiwango cha kushiriki na kusherehekea baraka ambazo Bwana unatupatia asubuhi ya leo. Si wagonjwa ukawaponye, si wale Bwana hawana amani ukawape amani, wale Bwana wameombea kazi kwa muda mrefu, si hii miujiza ikatendeke. Bwana, wewe ndiye Mungu uliye na jibu la maisha. Tuko kwako, tumekimbilia kwako, tusaidie, tuwezeshe that in the half of the year all our blessings, whatever was meant to be accomplished and achieved by the half of this year, let it happen, my God. Accelerated speed, that God, it can catch up with us and that we can be up to date, Lord, in your blessing program, in the name of Jehovah God. Bwana, tuwajikabidhi mikononi mwako hata wakati huu tunapoomba. Mungu, si utusikie na utuneemeshe. Tuko mikononi mwako, ufalme wako Bwana uje, nayo mapenzi yako Mungu wangu ikatendeke katika Kristo Yesu. Bwana, tunaomba na hata tunaamini. Amen, amen, amen. Wapendwa, karibuni sana. Today we will not be long here. We will do a little bit of what we ought to do right now by the grace of God. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatutendea na atajionyesha hata katika maisha yetu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. And this morning and this day, remember on Monday we prayed, the Lord gave us a theme for this month that we need to master our lives. And mastering our lives means that we need to secure our place in this life. And the place of man is the place of dominion, is the place of ruling. It is the place of doing and leading everything to do the will of God, even as we receive the blessings from doing it. And so we are coming to where we belong. Na tunajua tukikuja ni kama tulikuwa tumeondoka ama tukapoteza, and now we are regaining it by the grace of God. And so we said on Monday, we needed to master our health. Tukaombea afya, kwa sababu Mungu aliumba mwanadamu aishi maisha marefu, aishi maisha ya afya. Alimuumba Adam na kila kitu cha baraka, na akampatia the dominion over everything, the headship over everything. Na ndio maana tunaomba that in the month of June we will be guaranteed our health by the grace of God. Tukaomba, tukamwambia Bwana, si ututembelee, si ushuke na ukatutendee. Na Mungu wetu anaenda kutenda, anaenda kufanya, kwa sababu ni mwaminifu. Siku ya pili tukaomba ya kwamba si Mungu atutembelee, ya kwamba atatupatia imani, the faith. We will master our faith. We said Monday, master our health, that our health will be guaranteed. Magonjwa yatashindwa, kifo kitashindwa, na nguvu zote na ngome zote zishindwe. Siku ya pili ilikuwa Tuesday, tukainua maombi, tukamwambia Bwana, si utuongezee imani, perfect our faith. Those who have read the scriptures and we read together, and you can replay this on the videos recorded there, ni ya kwamba faith is the one that moves mountains. And so Jesus said that when our faith has grown, we shall command miracles. Mountains will hear our voice and it will obey. What he meant was we shall be able to transact through
faith. Tutakemea magonjwa kwa imani, yatatoka. Na tukasema faith is exercise. Faith is being realized at the place of prayer, mahali ambapo sasa unasema kwa imani, unaongea na Mungu naye anatenda. Nayo siku ya tatu tukaomba ya kwamba Mungu atashuka na atutembelee in our relationships, in our families. Mungu wetu alituumba tuishi pamoja, and so we are praying that there will be perfection, there will be championship in terms of our families, our marriages and our lives by the grace of God. Na jana tukasema it is mastering our economy. We must be men and women who are stable, who are prospering, men and women ambao wanaishi maisha ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Na ukaangalia hizo nyanja zote tumeombea, utakuta ya kwamba katika hizo hali zote shetani anajifunua kwa njia ya kipekee. Afya, magonjwa kama kansa, magonjwa kama arthritis, asthma, pressure, diabetes, magonjwa ya fibroids, magonjwa ya kidney failures, the organ failures, heart attack. Haya magonjwa yote ukayaangalia yanakuba mwanadamu, because the devil will always counter attack. The devil will always fight that which was given by God. Ukija kwa doa, the devil will fight a relationship. He will make sure that whatever God created does not function. Ukiingia katika upande wa imani, the devil will try to show us that faith does not work. Unasikia mascandals inainuliwa, manabii wa uongo wanainuliwa na mashetani ili wakaunte the power of the church, ili kanisa na imani ionekane hakuna kitu inafanya, so that people can walk by sight and philosophy and be outside the journey and the way of faith. Now, and we know that it is faith that moves mountain. Na kwa hivyo we will be powerless without faith. And so the devil will counter every establishment, every institution that was made by God. Ndio maana hizi nyanja zote tano lazima tushikane vizuri. Ukiangalia upande wa finances, economy, poverty levels, hebu angalia saa hii mahali uchumi wa ulimwengu mzima huko. Tunaambiwa kwa sababu ya COVID, the economy of the world collapse. Kwa sababu ya vita ya Russia na Ukraine, most economies zimeanguka. Leo hii tunaongea kuhusu shilingi yetu kupoteza nguvu dhidi ya dola. Tunaongea kuhusu uchumi na hali ya maisha kupanda. The devil is fighting everything that God gave to man, so that we can lose the mastery, so that we are no longer the leaders of it. Na kwa hivyo wapendwa, hii ni wakati muhimu, ni changamoto tumepewa ya kwamba atakayefunguka macho na aone, na ili akafanye lile linastahili kufanywa. Na jambo la kwanza la kufanya ni kupiga magoti na kuomba. Wapendwa, hebu imagine unafanya kazi kwa bidii, alafu pesa yako yote inaenda kufadi magonjwa. Mtoto ameadimitiwa, mtoto wako na condition, yani tunatafuta, badala ya tuende ng'ambo kufanya biashara na sherehe, tunaenda ng'ambo matibabu zaidi. My friend, hiyo ni kitu ambayo itakufanya uwe na sleepless night. Ndio maana tuko hapa tunaomba ya kwamba hayo magonjwa yasiingie kwetu, hayo magonjwa yasipate mtoto wetu, yasipate ndugu ama mama, yasipate yeyote katika familia yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakataana na kuanguka kwa ndoa. Hebu angalia the statistics, the divorce rate, the separation rate, the violence ambayo inaendelea katikati ya nyumbani na ndoa. Mambo mengi yale yanaendelea. Hebu angalia mihadarati ambayo watoto wetu wameingia kwake. Wapendwa, you can see there is an attack of a relationship that God ordained. Wapendwa, na imani vile ambavyo, as I said, I cannot overemphasize ya kwamba imani inapingwa na inapigwa. Kanisa ni kama hakuna heshima tena. Watumishi wa Mungu ni kama hawako na ile heshima tena. Yani the devil is working day and night and masterminding ya kwamba wakati ameanzisha vita, yeye ndiye anashinda. Lakini sisi ni nani? Tumeelewa nguvu na mamlaka na uwezo ambao tumepewa katika miguu yetu na magoti yetu kupanda kwa mlima. Mungu atatenda kwa sababu ni mwaminifu. And so today, the subject of the day today as we pray is mastery
on leadership, mastering leadership. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, hakuna mnyama yeyote, hakuna kitu chochote aliweka juu ya mwanadamu. Mungu alisalimisha kila uongozi na kila kitu, utajiri wote, dhahabu na fedha, bahari na uhai wake, milima, mabonde, forest, wanyama wote wa nchi kavu, yote ikapewa mwanadamu. Hata chochote kinachopitia katika anga, Mungu akapatia mwanadamu, akamwambia even the birds of the air dominate. Yani that word means, it means bring everything to the submission of the glory of God, ya kwamba kila kitu utakielekeza kuleta utukufu kwa jina la Bwana, meaning that the man is in charge of everything. And what does that mean? It means leadership. Ukaangalia hata kama kwa mataifa mengi yanaanguka kwa sababu viongozi hawawezi kutoa uongozi. Hey, my friend, wakati wowote uongozi uko na shida, viongozi wabaya, maisha mabaya. Wapendwa, when we get it on leadership, tunafaulu na tunaweza kusonga na kuendelea. In the family, the Lord has given us, the men have become the head of the family, the priest of the house. If you have no skills how to lead your family, unajua ya kwamba utaielekeza kwa njia ingine. Naye msaidizi wa familia, when you have your wife as your helper, a helper must be skilled. Ile breakdown inakujanga, ile breakdown vehicle inakujanga kuinua gari ingine ambayo imeanguka. Hiyo breakdown huwa sio kama gari ya kawaida, hiyo imetengenezwa kispecially ili iweze kusaidia. That is how the wife comes in handy katika marriage. Unless the wife is skilled in leadership on how to support the vision of the husband, to support the vision of the family, to support the ideas and the agendas ambazo zinawapeleka mahali, hiyo jamii haiendi mahali. Wapendwa, watoto wetu tunapowalea, we should be instilling and inculcating some leadership skills and aspects in them, ya kwamba wakikua unawaambia mjue, kama unalea mtoto mvulana unamwambia wanawake wanastahili kuheshimiwa. Kama unalea mtoto msichana unamueleza this and this. We are bringing, we ought to be manufacturing, developing leaders. But what is happening, wapendwa? The devil has corrupted leadership. The devil has made sure ya kwamba hakuna kiongozi anainuliwa, hakuna kiongozi anakuzwa. Yani hata wale ambao wako kwa government, unakuta badala ya kudeliver faithfully, wao wanakuwa the corrupted ones. Yani wanaingia pale na kitu cha kwanza ni kucorrupt mambo mengine. It is the work of the devil to try to hijack and counter that which God made. Man was made a leader to make everything work for the glory of God and also for the blessing of the humanity and the planet itself. Yani unaingia mahali unakuta badala ya mwanadamu aongoze environment na economy ya kukuza miti, kuweka misitu, yani unakuta we are the deforestators. Yani sisi ndio tunaharibu because the leadership has been corrupted. Unaingia kanisani, leadership ni corrupted. Unaingia mijini, leadership is corrupted. Unaingia katika uongozi wa taifa, it is corrupted. Globally it is corrupted. Na unashangaa what is happening. Watu wanasema viongozi watatoka wapi? Ndio maana tuko hapa na Mungu anatukubusha sisi ndio viongozi, and the Lord and the people, they are counting on us. How is your leadership? Unaongoza namna gani? I want us to pray today. God, make me that leader that you want me to be. Lord, help me to lead my marriage. Help me to lead my family. Help me to lead my company. Help me to lead the community. Help me to lead in this ministry. Help me to lead everywhere you've positioned me. Today we are praying for a leadership that is going to deliver by the grace of God. The Bible says in Psalm 78 and verses, but let me first of all read Proverbs 11 verse 14. The Bible says this: where there is no guidance, a people falls,
but in an abundance of counselors there is safety. Where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors there is safety. When there is no guidance, guidance comes from a leader who understands it, and now he can come back to the lead and tell the people he is leading, I will guide you, I will get you to where you should go. It is a person ambaye ako na muongozo na mwelekeo. We are going before the Lord na tunamwambia Mungu, wewe ndiye Bwana unayetupatia the guidance. Remember Jesus Christ in John chapter 16, he said, do not leave Jerusalem until the helper, until the counselor has come, until the Holy Spirit has come, who will teach you, who will show you. Na kwa hivyo wakati tunaenda kwa mlima, tunamwambia Bwana, si roho wa Mungu ndiye anatuongoza, si ndiye mwalimu wa uongozi, si atufunze uongozi. My friend, as long as and as much as tunasoma vitabu vizuri, tunaenda forums nzuri za leadership skills, hatuwezi kutoka katika upande wa Mungu, kwa maana leadership, the true leadership, inatokananga na Mungu. Yani Mungu ana create that attitude within you, that ability is installed in you. Na kwa hivyo ukisoma vitabu vingine na other things ambazo zitatuequip as good leaders, unaweza kufaulu. You will become a master in that area of leadership. Utaanza jambo na litafaulu, because where there is many counselors, there is safety. That is what the scripture have said. The Bible says in Psalm 78 and verse 72, with upright heart he shepherded them and guided them with his skillful hand. Ya kwamba David was able to lead the flock because he was guided. He had the skills, and through that skills and guiding, yeye aliweza kuongoza hata kondoo wakafika. Wapendwa, what are the things that we require for us to be good leaders? The Bible says in Matthew 20 and verses 26 through 28, the Bible says this, it shall not be so among you, but whoever would want to be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Ya kwamba kiongozi ambaye anataka kuwa kiongozi lazima awe mtumishi wa watu. Lazima kwanza uombe ya kwamba unanyenyekea. Humility will give you the opportunity to lead and to get the people to the vision that you have. Yesu mwenyewe alikuwa kiongozi na akasema, but whoever would be great among you must be your servant. Na yeye Yesu, the master leader, the master teacher, tunaambiwa ya kwamba akasema, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Ya kwamba hata Yesu mwenyewe akiwa mchungaji mkuu, akiwa kiongozi, Mungu wa miungu, alikuja kutumika, hakuja kutumikiwa. My friend, the way to lead is not easy, and the way to lead is possible. Ili tukiomba, Mungu anashuka, anatusaidia. And Yesu akasema, this is about being a servant to others. A leader is a servant. Ni mtu ambaye anatumika. Mpendwa, to manage the pride katika ofisi ya uongozi is not easy. Pride will always counter service. Pride will always counter humility. Pride will always tell you that you are the boss, you are the master, you must be served, and you should not serve. Lakini wapendwa, that is a reverse of the enemy. Angependa kutuharibia. Wapendwa, tunajua leo tutaomba kwa huu mlima, Lord, make me a servant. Ya kwamba wakati nina serve, kuna wengi watasoma kutoka kwangu, kuna wengi watatii, watanifuata, na wataona nyayo zangu, na watajua Mungu.
Wapendwa, let us desire that we are leaders that are coming from the Lord. Jesus himself went on to say ya kwamba kiongozi yeyote ajue mahali amewekwa kama kiongozi. Whoever much is given, much is required. The Bible says in Luke 12 and verses 48, everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand all the more. Wapendwa, the place of leadership is a place of service, it's a place of delivering, it's a place of responsibility and accountability. Na wapendwa, wakati unainuliwa mahali kama mimi nimeinuliwa, nimefanyika mchungaji, the position I'm operating from is that much is entrusted with me, and so much is also required. That must always click and be alive in my mind, ya kwamba leo nimepewa siku, niko na washiriki huyu na huyu na huyu. Much is required, and my position is the position of service. Wapendwa, sio rahisi, lakini kwa neema ya Bwana Mungu atatusaidia na tutaweza kuingia katika haya maombi na tutaomba Mungu. Much has been given to me. People, I am talking to leaders right now, na ninajua nyinyi ni viongozi. Kwa familia, you are a leader. Much is required. A father, much is required. A husband, much is required. A mother, much is required. A wife, much is required. A parent, oh hallelujah, much is required. Kuongoza familia, kuongoza watoto wako, kuongoza doa yako sio kitu rahisi. And so wapendwa, we are required to master, perfect and become experts in our places, in our areas of leadership, ili tukaweze kudeliver that which the Lord would expect of us by the grace of God. And another aspect of leadership, if we want to make it, na ndio maana tunaenda kwa mlima, kwa sababu vitu zingine hapa ni ngumu sana, lakini tukiwezeshwa na Bwana, zingine zinahitaji hekima na busara ya juu. Mungu atatupatia kupitia kwa unyenyekevu wa magoti na kuomba. Wapendwa, another aspect of leadership is humility. Wapendwa, Yesu mwenyewe akafunza na akasema in John 13 verse 13 through 17, the Bible says this: you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Kwamba tunahitajika tuwe watu wa kunyenyekea, watu ambao wanaenda chini. A servant ni mtu ambaye anafanya ile kazi ya chini, lakini serving does not make you lose the authority and the power of your position. Apana, it just makes you a teacher. It just makes you reach out to what you should be. A leader shows the way, a leader goes the way, and a leader knows the way. Na kwa hivyo wapendwa, Jesus taught here and say, I, your Lord, you call me teacher, you call me the Lord. I have gone down and washed your feet. Go and do likewise, because a servant is never greater than the master, and a student cannot be greater than the teacher. And so Jesus says, a messenger is not greater than the one who sent the messenger. Na kwa hivyo wapendwa, we are leaders, we are leaders. Na tukiwa leaders, tunastahili kuwa watu wanaonyenyekea, ili wengine wafuate, ili wengine waone. We are not lording it over. Sisi sio mabosses, apana. We are showing the way. It is just a privilege, it's an honor, it's a place that the Lord has put us. We don't know that we earned it, lakini Mungu mwenyewe ametuchagulia akatupatia. Wakati wowote unakuwa na approach ya your possession from that background, that it is a privilege, it is an honor that the Lord has done. It is just that the Lord has chosen you. Others can still make it. Others can still become leaders, and with the time they will assume that position another day. Lakini kwa sasa Mungu amekupatia ile nafasi. Hey, how I pray today that we will be able to master our places of influence. We shall master our areas
of responsibility, ya kwamba Mungu atatuwezesha, tutakuwa viongozi ambao wamekamilishwa na Bwana, viongozi ambao wanaweza kudeliver by the grace of God. Apostle Paul said this while he was speaking to the ministers, and he said in Acts 20:28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Pay careful attention to yourselves and to all the flock. Apostle here is saying, make sure that you understand yourself and you understand the responsibility so that you are able to deliver. This understanding, it comes from that particular experience ya kwamba Mungu anataka tufanye kazi yake kwa njia ambayo ni ya hekima na ni ya busara. Wapendwa, wakati wowote tunaongea kuhusu uongozi na wakati wowote tunaongea kuhusu mwito ambao Mungu ameufanya na sehemu ambayo Bwana ametuweka, tunastahili kufahamu ya kwamba it is the will of God, ya kwamba tutaweza kufanya mapenzi ya Bwana, kufanya mapenzi ambayo Mungu angependa tuyafanye katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo wapendwa, it is an assignment ambayo tunastahili kuiangalia kwa makini na kumwambia Mungu, si utusaidie katika area ya uongozi. Kila mmoja wetu anatamani kuongoza. Kila mtu anataka nafasi ambayo ni ya kupanda juu na kuelekea juu. Na kwa hivyo wapendwa, wakati wowote tunaomba na wakati wowote tuko katika huu mlima for today, tuombe ya kwamba Mungu atatupa hekima, Mungu atatusaidia katika kuongoza watu wake, kwa sababu yeye ndiye atatuwezesha. Sisi tunaweza tamani, but God is the one who will make things work for his glory and for his honor, kwa sababu yeye ni mwaminifu wa kuaminika. I want to read something here ambayo ni uongozi ambao mtu wa Mungu alipewa na Mungu. And I want to talk about this man ambaye he is so famous katika uongozi na katika nchi ya Waisraeli na kwa Biblia, anaitwa Solomon. Wakati Solomon alipewa uongozi na baba yake, akarithi uongozi kutoka kwa baba yake, there is something that this man went for. Wakati Mungu alimuuliza anataka nini. In 2 Chronicles chapter 10, chapter 1 and verses 7, the Bible says this: that night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Solomon answered, you have shown great kindness to David my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge. Oh, hallelujah. The prayer, the request of Solomon. Akasema hivi, give me wisdom, that is verse 10. Give me wisdom and knowledge, that I may lead these people. For who is able to govern these great people of yours? Solomon says, who can lead these people unless there is the guidance of Jehovah God? Who can govern? Ni nani? I wish the political leaders of our country and beyond, they can hear this prayer of a man on the throne. Wakati alikutana na Mungu mwenyewe, alimwambia Mungu, si unipatie hekima na busara ili nikaongoze watu wako. Kwani ni nani awezaye kutawala watu wengi namna hii, watu walio na mawazo tofauti? How I pray that the leaders of the day can go up the mountain and tell the Lord, Father, grant me the mastery of leadership. Nipatie njia ya uongozi. Hey, somebody, ndoa yako inayumbayumba. Could it be that there are serious challenges on leadership? Pengine kampuni yako inayumbayumba. Could it be that there are serious challenges about leadership? Hey, kanisa, mchungaji, huenda ibada na huduma haziendelee
today, could it be it is about the weakness of the leadership? I want us today that we go to the mountain of the Lord and pray like this man called Solomon. Give me wisdom and knowledge that I may lead these people. Who is able to govern this great people of yours? Leadership is wanting. Out here, there is a serious deficit of leadership. People are competing to be leaders, but people are not scared of being leaders. Hey, wapendwa, we must know the burden that goes with the leadership, the demand, the accountability. Oh, when you are sent to a place of leadership, you must fear, because up there it is more required, it is more demanded, it is more responsible, it is more accountable than any other place that you can be. Wapendwa, asubuhi ya leo situenende kwa mlima. I love the prayer of this man. Kwa nini? Hata Mungu mwenyewe alijua mwanadamu mawazo yake yalivyo, na alishangazwa na Solomon. Wakati alimuuliza Solomon, you just received the throne, what do you want me to do for you? Solomon angeitisha vitu zingine ambazo Mungu ana mention. Mungu anasema hivi in verse 11, God said to Solomon, since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, possessions, and honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge, to govern my people over whom I have made you king, therefore, hallelujah, wisdom and knowledge will be given, and I will also give you wealth, possessions, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Oh, hallelujah. God was moved by the prayer of King Solomon. Alifikiria Solomon atamwambia Mungu, nipe magari mengi kuliko baba yangu, nipe nguvu nyingi kuliko baba yangu, nipe popularity more than my father. Lakini Mungu akashangaa akamwambia Solomon, since you have not asked for wealth, you have not asked for possessions, you have not asked for possession, you have not asked for the death of your enemies, you have not asked for long life, my friend Solomon, I will give you what you ask. You ask for wisdom and knowledge. Now I will give you that, and I will top up. Hallelujah. Hey, praise the name of the Lord. How I pray as we go to this mountain, there will be a top up, because we prayed for the very right thing that we ought to pray for in our areas of leadership. Panda kwa mlima, mwambie Mungu, watu hawa wako ninatamani kuwaongoza. Watu wengine tunaongoza watu ambao wako na background failures, background zao zili backfire, and they are there within the people we have employed, they are there within the church ambayo tuko nayo. Tuko pale kuwafahamu ili tuwasaidie kuona ndoto zao. How I pray that a leader will feel this responsibility. Tukipanda kwa mlima, utaombea hiyo kampuni, the sales department, utawaombea, umwambie Mungu, si unipe hekima, si unipe jinsi ya kusaidia hawa watu hata katika personal level maisha yao. Wengine wanakuja kazini, ndoa zao zimefail, na unakuta hata hawezi kufanya report, unakuta hata hawezi, kama ako kwa accounting, hawezi kufanya hesabu vizuri vile inafaa. Unakuta ako na challenge, sio kwa sababu hajui, lakini ni kwa sababu ndoa yake ni ngumu. Who is that leader who will reach out to these desperate people and encourage them and not just fire them right, left, center? Utasaidia hata maisha yao. A person who is willing to go out of his way is that leader ambaye amepewa hekima na Bwana. Wapendwa, vita ni nyingi, but the issue is about leadership. You know, Solomon wakati alienda mbele za Bwana alimwambia Mungu, mimi nataka hekima, mimi nataka busara ili niongoze watu wako, na hawa watu siwezi kuwatawala kama sina hekima kutoka kwako. Mungu akashangaa akamwambia Solomon, I thought you will ask for wealth, I thought you have come for possession, I thought that you are hungry of power, I thought you are hungry of taking revenge, I thought you are hungry that you have been this and now you can get it. Lakini nimeshangazwa na wewe Sulemani, ya kwamba umekujia hekima. You are focused on the responsibility than what you will get out
out of the position. My friend, how I pray that within our minds, within our heart, there will be transformation in the way that we perceive, the way we understand, and the way we execute the mandate that the Lord has given to us. Kama uko kwa kampuni, Mungu amekupatia hiyo company, there are resources to be managed there, there are people to be managed there. Kama umepewa children home, kama umeenda ng'ambo, Mungu amekujalia na neema na kibali cha upande ule. Leadership is required. Kama uko kwa kanisa kama mimi, leadership is required. If you are family man, you are family woman, you are father, you are mother, you are parent, you are a husband or a wife, I want to pray today, as you go to the mountain of the Lord, you are going for leadership skills, you are going for leadership and stability, you are going for leadership. Na unamwambia Mungu, si unisaidie. Wengine ni viongozi, tunashinda tukifutwa. Unaajiriwa kwa kanisa hii, after 1 month kiburi na mambo mengine uzembe unafutwa. Unaingia kwa kampuni hii, within 1 month or 2 unapigwa kalamu, kwa sababu there is a challenge within your leadership skills. Inside you there is no power of leadership. There is no service, there is no humility, there is no burden, there is nothing that drives your leadership. Ni kweli in stature wise unaonekana kama unaweza kuwa kiongozi. Ukionekana na watu ni kama King Saul wakati alikutana na Samueli, na Samueli akasema kimo chake ni kizuri, lakini Mungu akasema nitawapatia kwa sababu umeuliza, lakini huyu sio kiongozi na atafanya watoto wenu waingie kwa wanajeshi na wauawe. Hey, I pray ya kwamba the Lord will perfect our leadership. The Lord will make us fitting in the position ambayo ametupatia. Hatutapoteza, we shall be transiting smoothly. Nikiwa katika ofisi ya mchungaji, kama Mungu anataka nitoke pale, I will exit smoothly to another level, from glory to more glory. Wakati ninatoka katika kiwango cha ranking ya chini kama mfanyakazi, Mungu anafanya kuwe na smooth transition, because your leadership is working, your leadership is functional. My friend, go and pray about your leadership. Utashangaa, you have worked so hard to remain in that company, but when you perfect your leadership, the company will work so hard not to lose you. My friend, you must reverse it. I am telling you the truth. Wakati Sulemani, when Solomon received this knowledge, this wisdom from the Lord, tunaambiwa wafalme, the queen of Sheba, wakaanza kwenda Israel kumtafuta huyu mfalme mwenye hekima kubwa. Wakakuja wanasema, we are paying homage, we want to know, where did you get the skills, the kind of leadership you are demonstrating here in Israel? We have heard it beyond the borders. Tumekuja utupatie siri. My friend, when leadership has come from the Lord, nobody can take it away from you. Na ndio maana tunapanda kwa mlima, tunamwambia Mungu, we shall control this globe, we shall move this globe through good godly leadership katika jina la Yesu Kristo. My friend, tunaweza kuwa tuna point ya kwamba viongozi wetu wamekuwa wafisadi, viongozi wetu hawana utu, viongozi wetu hawana jia, hawana siri ya uongozi, but I'm telling you, you could be that leader in waiting. Even that high office, you can occupy it. My friend, nani ajuae kama Mungu? Sisi ni viongozi. Tunapoingia katika magoti tunaomba, perfect my leadership, my God. Father, make me an expert in my area of calling, in my area of ministry, in my area of responsibility. Make me a champion. Champion me, oh God. Give me what it needs ili niweze kukulead, to show the creation it must worship the Lord. The responsibility of Adam was to give leadership, was to get the whole planet to worship Jehovah God. How I pray today, utakapopanda kwa mlima huu, utamwambia Mungu, where you put me, the responsibility, the position you place me, my God, I will output perfectly. I will deliver with the skill and the expertise that is required in the name of the Lord. Wapendwa, situingie kwa maombi, tumwambie Mungu, give
Give us the leadership. Help us to perfect our leadership katika jina la Yesu Kristo. Mahali umeweka biashara yako, in that neighborhood, command leadership, command heshima. Yule customer akiingia kwa duka yako, ujue anakutana na kiongozi. Muonyeshe, yani mutunze, muhudumie kwa njia ambayo inastahili. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, ukiangalia sana maisha yako, huenda mambo yale unapitia, huenda the pains you are going through, it is because of bad leadership. Na ukinyenyekea, tuombe ya kwamba Mungu atusaidie in the leadership that we should be in. Hata baada hii maombi, ukiingia mahali kuna leadership training, usome vitabu vizuri. Kama kimoja ninasoma kimeandikwa na John C. Maxwell, yani uongozi. Ukitafuta vitabu mzuri, zile ambazo zitakupatia skills za leadership, it will be easy, it will be simple for you. Ya ile mambo unasoma, it will dissolve in you, it will melt so smoothly, because your heart is already prepared. You already know that leadership is a divine calling, it is a divine gift from the Lord. Utajua ya kwamba wale wote Mungu amekuwekea wanakusurround ni kuna sababu yao, na utakuta ya kwamba unakuwa a leader who has the direction, a leader ambaye anaelewa anaelekea wapi. Let us show, especially the believers, we are known to be mediocre, but by the grace of God, the Lord will perfect us. We shall become masters in our areas of responsibility katika jina la Yesu Kristo. Situombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba asubuhi jema. Give us, oh God, the wisdom, the knowledge, the understanding, the guidance, the counseling, what that we require on leadership in the mighty name of the Lord. My God, I pray for the leaders who are feeling devastated. Kuna viongozi hata wako nyumbani kwa sababu walifutwa, wengine walipoteza kampuni, wakapoteza mabiashara, na pengine hata wengine ni wachungaji walipoteza huduma kwa sababu ya uongozi mbaya. Sasa ninaomba, my God, on this mountain, grant us the perfection of leadership. Grant us the way to become those influential, those fruitful leaders that you want to use in our generation and beyond, in the name of the Lord. Mungu wangu, naombea wapendwa hawa as they revisit this area, as they pray that God, you are coming to deliver, you are coming to help them to become leaders like King Solomon, kwa sababu ya utukufu wa jina lako, na pia wao watagawa baraka in those places, the position you have put us into, oh God. Father, we bless you. Father, we look up to you today as we lift this prayer item of the mountain. My God, I pray unapotimiza zile zingine za kuanzia Monday hata na ya leo, Bwana, tutimizie kwa sababu wewe ni mwaminifu. Our God and our Father, we are so proud that we can have an opportunity. We are so favored and privileged, oh God. Father, on this mountain, these are your people calling you. Make us the kind of leaders that, God, you want us to be as we lead in the name of the Lord. Lord God Almighty, bless your people and encourage us on the mountain, even as we fast the 50th day on your presence in the name of the Lord. Father, we thank you. Father, we bless you. And Father, we give you glory. In Jesus' precious name, we pray, trust and believe. Amen, amen, amen. Wapendwa, si Mungu awabariki na neema iwatoshe. As I said earlier there before, tulisema ya kwamba tungependa tuwe na ibada leo pale kanisani, na wale wengine tutakutana hapa online, na tutaweza kuwa na maombi kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6 ya usiku wa leo. Tutafungua usiku wa leo saa 6 kamili, tukimaliza siku 5 za kufunga na kuomba. Wapendwa, there is power in prayer. Na wakati tumemwaminia Mungu ya kwamba atutendee, ya kwamba atufanyie, kuna mambo inafanyika na itatendeka. Na kwa hivyo mimi nawaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba uweze kuomba, na hata kama hautaweza kuja kanisani, hautaweza kuwa kwa Facebook or YouTube, make sure wherever you will be, if you will be working, pengine uko kwa shift, pengine hautakuwa una uwezo wa kufikia TV or whatever gadget, uwezi kuja, make sure wherever you are, you can pray from the Spirit. Inside you unaweza kuomba, naye Mungu atatenda, Mungu atajidhihirisha katika maisha yako kwa njia moja au nyingine. Na Mungu awabariki, Mungu awaneemeshe. If you want to contact me,
My number is already here on Facebook. It is 0725743631. For those that are on YouTube, 0725743631. Na Mungu awabariki. Thank you for being with me the whole of the 5 days, every morning 9 a.m. the East African time. Mungu awajalie, Mungu awaneemeshe, na neema iwe pamoja nanyi. Baraka ya Mungu, and keep praying. You are great leaders. Mungu awabariki na neema iwatoshe. Shalom. Good day in the Lord. Amen. Aliweka jiwe la pembeni, yeye ni Mungu asiyelinganishwa. Aliweka misingi ya dunia, kaamrisha vipimo vyake. Aliweka jiwe la pembeni, yeye ni Mungu asiyelinganishwa. Ni nani anayempatia kunguru chakula chake? Haya ni shaye